Mimi kwa majina naitwa Nuhu Mwita, ni mkulima wa mbegu za asili na nazalisha mbegu kwa ajili ya matumizi kwa wengine na hata wakati mwingine nasambaza mbegu kwa jamii iliyonizunguka. Kwa mfano, nilianzisha kilimo cha miogo ya asili kabisa na miogo mitamu ambayo ni ya kuchemsha, na hizo mbegu nilianza kuzalisha mwaka 2014 na hata sasa zipo ni nyingi katika kata yetu na hata nje ya kata, na zinafanya vizuri sana. Kati ya mbegu ambazo zinazalisha na mbegu ambazo ni za kibiashara ni hizo mbegu ambazo nilianzisha, na mimi mwenyewe nilipata manufaa kutokana na kilimo cha miogo. Nikaweza kusomesha watoto na wengine mpaka wakamaliza chuo, na wengine wamepata ajira. Nimesomesha watoto na ni matumizi kwa ajili ya chakula pia, na nimeona faida yake. Na pia nazalisha mahindi ya asili. Nina aina karibu 4 ambazo nazalisha za mahindi ya asili, na hizo mbegu zinafanya vizuri, maana kila ninapovuna ndio hizo natumia kwa ajili ya kutengeneza mbegu zingine kwa ajili ya kupeleka tena shambani. Na huwa napenda kutumia mbolea za samadi. Mashamba yangu yote natumia mbolea za samadi, situmii mbolea za viwandani kwa sababu najua madhara yanayotokana na mbolea zile zenye kemikali. Na pia nazalisha mbegu za migomba, na migomba aina karibu 4-5, na nazalisha aina ya maharage. Ninayo aina ya maharage ya kitenge, nina aina ya maharage ya njano, nina aina ya maharage tunayoita churuko. Hayo yote ninayo, hata kwa sasa kwenye shamba hili nimepanda yamo. Kwa hiyo kwa kifupi, nina mazao mengi ambayo tukianza kuyazungukia yanaweza yakatuchukua muda mrefu. Kilimo ekolojia kimenisaidia kwa sababu pia natunza mazingira, maana natunza hata viumbe asili waliomo kwenye mashamba yangu. Kwa mfano, kuna wadudu rafiki wanaoweza kumeng'enya ardhi na ikawa na uwepesi ambao hata maji yanaweza kupita, na kuna wadudu wengine ambao ni wadudu rafiki wanaosaidia hata kumeng'enya udongo ili kuisha mmea ulioko kule shambani. Kwa hiyo napotumia kilimo ekolojia napata manufaa makubwa kwa sababu viumbe walioko shambani hawaathiriki, na mimi pia napopata chakula au mazao kutoka shambani hayana kemikali yoyote. Kwa mwaka huwa napata kiasi kama cha milioni 10 kwa mwaka, maana kwa mwezi na uhakika wa kupata milioni 1 kutokana na migomba, lakini nikiongeza mazao mengine ni zaidi ya milioni 1 kwa mwezi. Lakini kwa migomba kama ulivyouliza, na uhakika kabisa ya kwamba kwa mwezi naingiza milioni 1 kwa sababu sio chini ya 2.5 kwa kila wiki. Kwa hiyo kwa mwaka mzima nakaa mpaka milioni 12. Kwenye eneo moja naweza nikaweka mazao aina zaidi ya 1, na hiyo inaweza, kwa mfano mahindi na maharage ni mazao yanayotegemeana. Mahindi ni mazao marefu, maharage ni mazao mafupi, kwa hiyo haviwezi kingine kikaathiri kingine. Na pia maharage yana faida za kurutubisha ardhi, ndio maana nachanganya. Maharage ni jamii ya mikunde, karanga na mazao mengine yanayokwenda kufanana, ndio maana natumia mfumo huo kwa ajili ya kurutubisha pia shamba. Hali ya soko kwenye mazao hayo haiko chini sana, japo hakuna soko lenye rasmi, kwamba kwa mfano kwa huku Tarime bei yetu hatuna bei elekezi, kwa sababu mazao yetu tunauza kwenye soko huria, kila mmoja anapanga bei ya kununua. Kwa hiyo kwa upande huo wakulima kwenye bei tunanyanyasika sana, kwa sababu mnunuzi ndiye anayepanga bei na mnunuzi ndiye anayepanga kipimo atakachopimia.
Kwa hiyo kwa hilo, kwa upande wa soko bado kuna changamoto. Hata ndizi tunapopeleka sokoni, bado kwenye soko kuna changamoto, japo tuna wateja kutoka kwenye mikoa mbalimbali, kwa sababu hakuna bei elekezi, hatuna vipimo vya mzani ya kuweza kusema kwamba kipimo hiki kinaweza kutumika na bei yake ikawa kiasi fulani. Kituo cha Mgabiri kina msaada mkubwa, kwa sababu pia walinisaidia elimu ya kuhusu kilimo na walinisaidia kunisogeza mbele kwa mambo yangu au kwa kilimo changu, na walinipa elimu ambayo kwa kweli ilinisaidia nikazidi kupanua mashamba yangu. Kwa hiyo kwa upande huo nawashukuru sana kweli kituo cha kilimo cha Mgabiri, na wameniwezesha kwenda katika mikoa ya nje na mkoa wetu kwa ajili ya kukutana na wakulima wengine na kubadilishana mawazo. Maana mnapokutana na wenzako na wao wanafanya hiki na kile, basi unapata pia mawazo mapya ya kuweza kufanyia kazi. Kwenye akili yangu nafikiria vitu ambavyo vingeweza kunisaidia. Kwa mfano, mimi napenda sana niwe na kilimo endelevu cha ekolojia, kutumia mbolea za asili, na zenyewe nazipata kwa shida sana. Naagiza watu wa marori, lori moja wananiletea kwa shilingi 220,000. Na maana kama pale nyumbani kwenye mahindi pale nilikuwa nimemwaga mbolea 2,000, zina 400,000 pale. Kwa hiyo sasa kama kungekuwa na uwezekano wa kupata kifaa cha kuweza kunisaidia kusogeza hiyo huduma, ingekuwa vizuri sana. Ama mfumo wa umwagiliaji, nikipata labda kisima cha kumwagilia au mfumo wa maji wa kuweza kumwagilia, basi kilimo changu kinaweza kikapanda juu zaidi kama ninavyofikiria, na naweza nikasaidia hata kuajiri vijana wengine kwenye kijiji chetu. Mimi ujumbe wangu kwa serikali wako vizuri, wanahamasisha watu kulima kilimo ambacho kinaweza kuleta tija, lakini mimi ujumbe wangu ni kwamba tungezingatia kwanza afya za mlaji. Hiki kilimo cha pembejeo za kisasa kina faida kwa upande mwingine, lakini kwa mkulima wakati mwingine kina hasara. Kwa sababu gani? Anatumia gharama kubwa kununua pembejeo, lakini anazalisha kidogo, na wakati huo tayari alishatoa rasilimali aliyokuwa nayo, rasilimali fedha imeshaenda kwa ajili ya kununua pembejeo. Sasa anarudi tena kuanza mmoja. Kwa namna hiyo, mimi nilivyotathmini nikaona mkulima anaweza asipige hatua, kwa sababu bado atakuwa anazunguka, anatumia gharama nyingi kuendesha shamba, lakini anapata kidogo. Kwa hiyo nilikuwa na ushauri kwa serikali kwamba kama kungekuwa na uwezekano wa kufundisha jamii tujikite kwenye kilimo cha ekolojia, basi kingetunufaisha.